Hello, tujadili kuhusu limao. Kama hutopata limao, basi jitahidi upate ndimu. Limao ina kemikali nyingi sana ndani yake, lakini kubwa ni vitamini C, lakini tuna limonene, tuna alpha-pinene na nyinginezo. Kwa pamoja, hizi kemikali zinakusaidia katika mambo mengi sana, ambayo pengine hujawahi kuyasikia. Na jinsi gani unaandaa ni very simple. Chukua limao zako 2 hadi 3. Kamua vizuri, chuja. Then kwenye ule mchanganyiko wako, weka kwenye glasi moja. Ongeza maji mpaka glasi itakapofika juu kabisa. Kwa hivyo, anza na limao, then weka maji yako, maji yajaze ile glasi. Kumbuka, unaweza kutumia limao 3, kuanzia limao 1, 2, hadi 3, lakini standard ni 3. Then huu mchanganyiko unaweza kuchanganya na asali ama tangawizi. Kila siku asubuhi utakusaidia mno. Na vitu ambavyo unaweza ukanufaika navyo kama utatumia huu mchanganyiko kila siku ni kama ifuatavyo. Limao inaimarisha mishipa ya damu. Kwa hivyo kuimarika kwa mishipa ya damu maana yake inakusaidia na changamoto nyingi sana za pressure, changamoto za kiharusi, lakini pia kama ni mtu ambaye uko katika hatari ya kupata hizi changamoto, inakupa kinga. Ukiacha kutibu basi inakupa kinga. Matumizi ya mara kwa mara yatakukinga na hizi changamoto zote za mzunguko wa damu. Kwa sababu hiyo, pia limao inaweza ikatumika katika kupambana changamoto ya kuondoa michirizi katika mwili wako, na tatizo moja inaitwa DVT, deep vein thrombosis, kutuama kwa damu katika mishipa ya vein. Hii mara nyingi inatokea maeneo ya miguuni. Kama una hizi changamoto, matumizi ya limao kwa kunywa na kupaka hayo maeneo yanaimarisha mishipa ya damu, yanaimarisha mtiririko wa damu. Kwa hivyo yatakupa nafuu kubwa sana. Vile vile limao ni moja kati ya tiba nzuri sana ya matatizo mengi yanayohusu ngozi. Kuna hiyo tumesema michirizi, lakini pia kuna tatizo la chunusi pamoja na majipu. Kwa sababu gani? Sababu yake kubwa ni ile nguvu yake na uwezo wake wa kuimarisha flow ya damu, mtiririko wa damu kwenye haya maeneo. Unasababisha kufika kwa nutrients muhimu ambazo zitasaidia kupambana na hizi changamoto ambazo nyingi zinasababishwa na ukosefu wa oksijeni pamoja na nutrients kufika maeneo husika. Lakini pia limao ni nzuri sana kwa matatizo ya kuvuja damu maeneo mbalimbali ya mwili. Kama una mikwaruzo, lakini pia kama una midomo yako inapasuka ama ulimi unapasuka, una vidonda mdomoni, basi matumizi ya limao ni mazuri sana sana sana. Hasa wale watu ambao wana changamoto za kuvuja damu, fizi zao zinavuja damu, limao inasaidia sana. Lakini pia limao ni nzuri sana kwa matatizo ya mafua na kikohozi pamoja na zile changamoto za kifua. Kila siku unapotumia limao, juisi ya limao, jua kabisa unajikinga ama kutibu hizi changamoto. Na kama una hizi changamoto maana yake lazima utumie limao kila siku na zitakusaidia sana. Lakini pia limao inasaidia kuondoa sumu za kwenye ini. Ni liver detox nzuri sana sana sana. Lakini pia ni alkaline. Pamoja na kwamba limao ina asidi, lakini ikichakatwa ikishafika mwilini ikichakatwa, inabadilika inakuwa alkaline. Alkaline, mwili wako kuwa katika mfumo wa alkaline au magadi ni moja kati ya vitu bora sana unaweza ukafanyia mwili wako, sababu pH ya mwili wako iko kwenye 7.4 by the way. Kwa hiyo alkaline solution ambayo ni alkaline by nature. Kwa hiyo unapo iko kwenye ile scale ya umagadi, mwili wako iko katika scale ya umagadi. Kwa hivyo unapoweka mwili wako katika hali ya umagadi ndivyo unapoweka katika optimal position ya kufanya shughuli zake kwa ufanisi zaidi. Na kwa watu ambao wana matatizo ambayo yanasababishwa sana na asidi nyingi tumboni, basi wanaweza wakatumia sana limao, inaweza ikawasaidia. Mfano, asidi nyingi tumboni, lakini kuna matatizo ya rheumatic arthritis, pia ni matatizo ambayo yanasababishwa na asidi nyingi tumboni. Kwa hiyo matumizi ya limao ni mazuri sana kwa hawa watu ya mara kwa mara. Vile vile limao inasaidia watu wenye changamoto za ulcers, gout na hivyo arthritis kama tulivyo sema. Na kwa watu wenye matatizo ya mawe kwenye figo, ile asidi iliyopo ndani ya vitamin C kabla haijachakatwa na kubadilishwa kuwa bezi ina msaada mkubwa sana katika kuyeyusha mawe kwenye figo. Kwa hiyo kama una changamoto ya figo, make sure unatumia limao kila siku. Na kama ni miongoni mwa watu ambao katika hatari ya kupata changamoto za magonjwa ya figo, basi limao itakukinga na changamoto nyingi sana ikiwemo mawe kwenye figo. Hizo ndio faida ambazo unaweza ukazipata ikiwa utatumia limao. Unaweza ukaongeza ufanisi
wa limao kwa kufanya mambo yafuatayo. Mfano, limao moja kila siku au malimao mawili kila siku, unachanganya na tangawizi, unaweka kwenye maji ya moto pamoja na kitunguu saumu, mdalasini pia. Inaweza ikawa ni kitu bora sana unafanya. Chukua limao mbili, weka vipande vitatu vya kitunguu saumu, viponde, changanya, weka kijiko kimoja cha tangawizi, changanya, lakini weka pia robo kijiko cha mdalasini. Changanya kwa pamoja kwenye maji ya moto glasi moja, unaweza kuweka na asali kwa ladha, then kunywa kila siku. Hapo unakuwa sio tu unatibu, bali unatoa kinga ambayo ni imara kweli dhidi ya matatizo mengi sana. Na kwa kufanya hivi unaweza ukakuta hospitalini wewe kwako ikawa ni historia, na ile akiba yote unaweka kwa ajili ya dharura za maradhi ikawa unaitumia kwenye mambo yako mengine. Hope utakuwa umeenjoy mpaka wakati mwingine. Bye bye.